Jana mimi nimeangalia mechi ya Simba na Mashujaa. Kiukweli kabisa Mashujaa wameonewa na Simba wamebebwa mno jana. Na kwa nini nasema wamebebwa mno? Kwa sababu ile penalty waliopewa sio ya haki na haikustahili kuwa penalty. Kwa sababu lile tukio wakati linatokea nimetazama vizuri na hata Azam mwenyewe amereplay pale. Sio tukio la makusudi. Ilikuwa ni ajali ya kawaida kabisa. Yaani ni ajali ya kawaida kabisa katikati ya mpira. Ukiangalia wakati wanakwenda wale wachezaji wawili wa Mashujaa kufuata ule mpira ambao alikuwa nao Kapombe, mmoja alikuwa jirani naye na mchezaji mwingine wa Mashujaa alikuwa naye anaukimbilia vile vile. Kapombe ndiye alikuwa yuko na ule mpira. Na hata ukiangalia ile movement ya tukio zima, jinsi ambavyo walikuwa wanafuata ule mpira, hakuna mchezaji wa Mashujaa aliyomvuta Kapombe mkono, aliyomvuta shati wala aliyomkata ngwara. Kilichotokea ni wale wachezaji ni kama walijikuta wamegongana kwa Kapombe, na ndio maana hata wao wenyewe waliinua mikono hivi juu kwamba kuashiria hakukuwa na kosa la kukusudia kwenda kugongana naye. Yaani tu contract ya wachezaji wawili kwa Kapombe. Yaani ni kitu cha kawaida kabisa na wala halikustahili kuwa kosa la kupelekea kwamba ile penalty eti ni kosa ndani ya boksi. Na ninasema hivyo kwa sababu gani? Ndio maana hata msaidizi alimuonyesha muamuzi wakati kuwa kuna tukio limetokea, lakini hakumuonyesha ule uhakika kwamba ile ni penalty. Kama ingekuwa ni tukio la uhakika, ile ni penalty, basi angezunguka kibendera kuonyesha kwamba ile ni penalty na ipigwe. Lakini alionyesha kibendera na akawa hajazunguka kule kwenye 18 kumwangalia golikipa wakati wa tukio. Yaani muamuzi alipuliza tu firimbi kuwa ameliona tukio, lakini je, ni nini ambacho kimetokea? It means hakuwa na uhakika wa tukio lenyewe. Ila kilichotokea sasa, akazungumza na muamuzi, akasikiliza malalamiko ya Kapombe, ndo akaamini kwamba ile ni faulo ndani ya boksi. Hivyo penalty iwekwe kati, mpira upigwe. Ndicho ambacho kilitokea jana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajatazama ule mpira, lile tukio zima la Kapombe kugongana na wale wachezaji wa Mashujaa, anaweza akasema kwamba ile ni haki, ilikuwa ni penalty. Lakini kwa mtu ambaye ametazama vizuri, na hata ukiingia kwenye YouTube, kwenye mitandao tukio limepostiwa, haikustahili kuwa ni penalty. Ile ilikuwa mpira uendelee. Na ndio maana hata yule msaidizi alionyesha kibendera, lakini hakuwa na uhakika kwa sababu tukio ambalo lilitokea sio tukio la kupelekea moja kwa moja kwamba ni uhakika ni kosa ndani ya boksi. Ndio maana nasema kwamba Mashujaa jana wameonewa, Simba jana imebebwa sana. Hilo ndo tatizo ambalo lipo katika hii ligi yetu. Na tatizo hili sana liko kwa Simba, kubebwa. Ila mimi nashauri, mimi kama mimi, maoni yangu Mama Igwe, ifike mahali yani kwamba hii ligi ya Tanzania iheshimiwe. Anayejua mpira ajue na asojua asijue. Kwa sababu hivi tunafanya vitu vya kubebana, tunaiharibu ligi ambayo kwa sasa hivi inafuatiliwa. Kwa East Africa, nchi hizi 5 za Afrika Mashariki, ni Tanzania pekee ambayo ndio inafanya vizuri katika mpira. Kwa sasa hivi vitu vya namna hii vinashusha hadhi ligi, na vile vile hata timu husika pia inashuka hadhi. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinafanyika, hata ukiangalia tu Simba wakati wamecheza Afrika Kusini juzi katika finali ya pili, kuvuka kwenda kupambania kwenda finali. Kitu ambacho kimefanyika, ndio maana unataka kupita mtaani maneno kwamba ni timu imevuka kwa msaada wa VAR. Timu imevuka kwa msaada wa VAR. Sasa hicho kitu nafikiri ni kipo sana Afrika, kwa sababu hata wakati Yanga amecheza na Mamelodi Sundowns, goli la Zigikili likataliwa. Unaona kitu ni kama kile, lakini kwa sisi Tanzania, kwa sababu ndio tunataka kutengeneza historia kubwa katika soka duniani, vitu kama hivi inatakiwa tuviepuke. Na kama mpira tucheze mpira kama waliocheza Mashujaa jana. Mashujaa wamecheza mpira wa haki. Yaani wamecheza mpira kama mpira. Ni kama wale Zimamoto walivyocheza na Yanga. Wale watoto wamecheza mpira kama mpira. Unaona, yani watu wanacheza mpira unaona kabisa wanavuja jasho. Lakini sasa hii michezo hii ya hizi timu kubwa kubebwa namna hii, hasa Simba kubebwa namna hii, sio sawa. Yaani sio sawa, kwa kuna nyima haki, unapoteza nguvu kazi ya watu, unawaathiri pia watu kisaikolojia, kwa sababu watu wamejipanga. Mashujaa na sio mara ya kwanza kwa Simba kuwahenyesha. Unakumbuka hata zile dakika 7 zikaongezwaga goli la jioni wakalipata kimbinde kwa msaada wa refa. Na hii jana pia unaambiwa ni msaada ule wa refa. Na jambo moja ukiona linaongelewa na watu wengi katika njia sio tofauti, na maana halina ukweli ndani yake. Kwa hiyo goli la jana sio kweli, ndio maana malalamiko yamekuwa ni mengi.
Kwa hiyo jamani, tujifunze. Kama ni mpira unachezwa, uchezwe. Kama mpira umeshindikana, ishindikane, inaonekana kabisa kwamba timu fulani imeshindikana. Inashuka daraja, ishuke. Inapanda, ipande. Yaani vitu viwe wazi. Lakini sio hii michezo inayofanywa namna hii.